Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka tujifunze, ni somo ambalo umesikia sana. Tunataka tujifunze kitu tunasema nguvu ya imani. Hallelujah. Amen, amen. Tunataka tujifunze kitu tunasema nguvu ya imani. Kwa nini tunajifunza nguvu ya imani? Imani yenyewe ni nguvu. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Imani yenyewe ni nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Imani ni nguvu ambayo inaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha mwanadamu. Hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, imani ni nguvu ambayo hairahisishi vitu bali inavifanya visivyowezekana kuwezekana. Amen. Imani huwa hairahisishi vitu bali inavifanya visivyowezekana kupata kuwezekana. Amen. Hallelujah. Amen. Imani ni nguvu ambayo inaweza ikamtoa mtu katika ulimwengu wa kawaida na kumpeleka katika ulimwengu wa miujiza. Amen, amen. Kwa sababu ulimwengu wa miujiza unaomba, unahitaji kitu kimoja kinaitwa imani. Sema amen. Amen. Kwa sababu wanaoishi miujiza ni watu ambao wamemwamini Mungu. Amen. Na ukiangalia Yesu baada ya mwanamke kupokea muujiza wake, akamwambia, ewe binti yangu, imani yako imekuponya. Enenda zako usiwe na msiba wako tena. Ina maana yake ulimwengu wa miujiza unahitaji kitu kinaitwa imani. Amen. Na imani haitokani na kile ambacho unachokizania wewe. Imani, kwa nini tunaita imani ni nguvu inayobadilisha mwelekeo? Kwa sababu kuna imani nyingi. Sema amen. Amen, amen. Hata mpagani ana imani. Amen. Hallelujah. Amen. Unaniamini nachokisema? Amen. Hata mwizi ana imani. Amen. Si ule mwizi anasemaka kwamba Mungu atusaidie tu tuingie tuvunje. Tubebe hiyo TV tukauze. Sasa ni Mungu gani? Ana Mungu wake ambaye anamtegemea. Amen. Atamsaidia katika uwezo wake. Amen. Anaenda kwa mganga wa kienyeji na ana imani. Amen. Sasa imani yake inatofautiana, iko kwenye engo gani? Yeye anaamini devil anaweza kufanya. Amen. Ina maana yake maisha yote, iwe ya mpagani na iwe ya Mkristo, yote inahitaji imani. Amen. Kwa sababu takupa mfano, kuna mama moja alielezwa alikuwa anasumbuliwa na tumbo sana. Akaeleza mama fulani huwa anatibu watu wenye tumbo. Ule mama fulani hajawahi kutibu watu wenye tumbo. Akamfuata akamwambia, mimi nateseka siku zote hivi, kumbe na kukuambia kama na maumivu ya tumbo na nimeteseka miaka. Nimemaliza madaktari, kumbe wewe unatibu tu magonjwa ya tumbo ya wanawake. Akasema mimi sijawahi. Akasema kama hii tumbo inanisumbua, kama wewe sio mchawi wangu unaweza fulani amenieleza akamsumbua. Sasa so, mama akafanyaje? Akasema kuepukana naye matatizo, akamwambia nenda kanunue viazi vitamu 3 niletee. Akamletea viazi 3, akavichoma kwa moto vikaungua kabisa vikawa vyeusi. Akamwambia kula kipande kimoja asubuhi na kingine jioni. Akala kimoja asubuhi jioni. Alipofika kesho asubuhi maumivu hakuna. Akamwambia unaona? Kumbe wewe ndio ulikuwa unaniroga siku zote. Ule mama akawa na wewe alimpa kwanza vile viazi. Na yeye akawa anashangaa. Na alipona tumbo hivyo. Ina maana yeye aliamini kile alichoelezwa. Sema amen. Amen. Sasa imani tutajifunza kitu hapa mbele. Imani ni moja wa zile karama 9. Nazungumzia imani ya kawaida. Lakini imani ambayo inaweza kuchange historia yako na familia yako na vizazi vyako, ni imani ambayo ni karama ya Roho Mtakatifu. Amen. Kwa sababu kuna imani ya level ya kwanza, ni ile imani ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Hii inaleta wokovu ndani ya maisha yako. Amen, amen. Na ndio maana sote tunaamini, sote tunaelekeza sala ya toba, na tunaelekeza nampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wangu. Tayari moja kwa moja ile imani inakuconnect kuwa mwana wa Mungu. Sasa ikisha kuconnect kuwa mwana wa Mungu, unahitaji imani nyingine itakao kuwezesha kubeba vile vilivyo vya Mungu kuwa vya kwako. Amen. That is the point. Uponyaji ni wa Mungu. Amen. Miujiza ni ya Mungu. Mungu anaponya kansa. Amen. Mungu anaponya kisukari. Mungu anaponya ukimwi. Mungu anafufua wafu. Mungu anaumba viungo vingine vipya.
vipya. Figo inaweza kafeli, Mungu akaumba nyingine. Ini inaweza kafeli, Mungu akaumba nyingine. Na kwa nini Wakristo sasa wanakuwa makanisani haya maneno wanafikiri? Hata pale nahubiri kuna wengine wanasema imani. Sio, unajua imani anaweza kuona ni kitu cha kawaida. Sasa kunahitaji level nyingine. Imani ambayo ni karama ya Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ana karama 9. Jina wale barikiwe. Na zile karama 9 zimegawanyika katika makundi matatu. Kuna karama ya kunena. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna karama za kunena, ziko 3. Siwezi kuzitaja. Kuna karama za revelation, za ufunuo, ziko 3. Na kuna karama za kutoa nguvu, karama za kutoa power. Kuna karama ya miujiza, kuna karama ya uponyaji, na kuna karama ya imani. Ya maana imani ni karama. Ninaweza kusema kama ingawaje karama zote ni level moja. Jina Bwana libarikiwe. Lakini mimi ningelisema mtu akielezwa achague kuponya, kufanya miujiza na kuwa na imani, mimi ningemwambia mtu achague imani. Kwa sababu unaweza kuwa na karama ya imani, ya uponyaji, lakini hauna imani. Sema amen. Lakini mtu mwenye imani anaweza akaoperate kwenye viwango ambavyo mpaka watu wakasema wewe ni mchawi. Kama Yesu anasema ukiwa na imani kama chembe ya haradali, utasema na mlima huu ng'oka nenda baharini. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ukiwa na imani ambayo ni karama, acha nikufundishe kitu kimoja. Kanisani kwetu wakati nimeokoka, ni kanisa ya miujiza sana. Wakati nimeokoka walienda kuhubiri kwa kijiji kimoja. Wakati wanahubiri watu wote wakasema we are ready to receive Jesus. Tuko tayari kupokea miujiza. Bwana asifiwe sana. Tuko tayari kumpokea Yesu, but tunawapa one condition. Kama huyu Mungu mnayetushuhudia, huyu Yesu mnayetushuhudia, huwa anafanya miujiza, sisi tunateseka sana. Maana mto tunachota maji, kuna kipindi hatuwezi kuchota maji kwa sababu kuwa kuna nyoka na inuka, anaweza kafanya hata wiki nzima hakuna mtu anachota maji. Tunaenda kwenye vijiji vya mbali kutafuta maji ya kunywa. Kama Mungu wenu anaweza kumuondoa yule, hata sasa hivi ile nyoka yuko pale, hakuna mtu anaenda kuchota maji, mkamuondoe, timu lote likashuka. Na jamani, maisha usidharau mtu. Wakashuka na ule kiongozi wao alikuwa na karama ya miujiza, anaponya watu, akapita mbele. Wakasogea pale pembeni akamto. Kwa jina la Yesu nyoka anakuja. Kwa jina la Yesu nyoka anasogea. Kwa jina la Yesu nyoka anasogea. Kwa jina la Yesu wanarudi nyuma. Kwa jina la Yesu wanarudi nyuma. Sasa palikuwa na baba moja mpole mpole, akasema acha mimi nimuombe. Akamwambia wewe una nini wewe? Wanaanza kumkemea kwenye kikundi. Utafanya nini? Ona kiongozi wetu anatumiwa na miujiza, anarudi nyuma. Akasema waache kidogo. Akapita mbele, akasogea kwa jina la Yesu na kutiisha we nyoka. Akasogea, alipomshika ule nyoka akageuka kipande cha mwanzi. Ni mwanzi tu walikuwa wanawatishia nao. Na kwenye kundi hakuna mtu alimsalimu heshima, kwa sababu walimuona atoi pepo, walimuona aponye wagonjwa. Kumbe ana imani kuwazidi wote walio mahali pale. Amen. Na ndo ilikuwa mwanzo wa wokovu wa kile kijiji. Ina maana tunahitaji imani. Sometimes unasema hakuna upako, hakuna miujiza. Tatizo linakuja, imani yako imekufa. Amen. Imani yako imeharibikiwa. Amen. Yesu anaambia mitume, enyi watu wenye imani haba. Sikiliza, imani is a spirit. Sema amen. Amen. Imani ni nini? Ni roho. Jina la Bwana libarikiwe. Ukienda Hesabu sura ya 14, Hesabu 14:20 inasema hivi, Kalebu alikuwa na roho nyingine tofauti na ndugu zake. Kwa nini alikuwa? Sikiliza, wote waliishia jangwani. Lakini Kalebu na Yoshua wakaingia katika nchi ya Kanaani. Na kwa nini waliingia katika nchi ya Kanaani? Kwa sababu Kalebu alikuwa na roho nyingine. Ni roho ya aina gani? Alikuwa na roho ya imani. Maana Wakorinto sura yake ya pili, Wakorinto wa pili sura yake ya 4 mstari wa 3 unasema nini? Kwa sababu tuna roho hiyo hiyo ya imani. Kwa maana yake imani is a spirit. Ni roho. Sasa unatakiwa ile roho ikufae. Kama ndio anasema mtu na roho ya kikatili, kwa maana ukatili hautafutwi, anao. Come on. Amen. Sasa mtu mwenye imani sio mtu anaye change color. Mbele ya hii anaweza kuamini, mbele ya hii asiamini. Kama niliamini kutoa pepo, ninaamini pia kufufua mtu. Kama ninaamini kupata shilingi 100, ninaamini pia milioni naweza kupata. Ina maana unatakiwa uwe na roho ya imani. Roho ya imani ikishavaa maisha yako,
you can change everything. Amen. Unajua katika hii miezi niko kwenye maombi ya muda mrefu sana. Niko natafuta tu, niko kwenye mafundisho makubwa, niko nayo ni imani. Amen. Sema amen. Amen. Maana Yesu, Biblia inasema hivi, wakati Yesu atakaporudi atakuta makanisa, atakuta matajiri, hapana, atakuta wafanyabiashara, hapana, atakuta imani. Ya maana Yesu akija hapa anataka akute imani. Amen. Na imani, okay, ndo inao maintain ile connection yako katikati ya Mungu. Big time. Maana Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Amen. Mwenye haki wa Mungu, okay, ataishi kwa imani. Yeah. Lakini akiwa anasita sita na kurudi nyuma, moyo wa Mungu hautapendezwa naye. Wakristo wengi wana mahangaiko, wanakosa position, yes, because hawana imani. Come on. Kuongea imani ni kitu kingine. Ni kweli. Na kuishi imani ni kitu kingine. Wakristo wanaongea imani, yes, na wawezi kuishi imani. Hapo. Na hapo ndipo mambo yanakuwa. Ni kweli. Kuongea kuhusu imani, yeah, ni kitu kingine. Yes. Kuishi imani ni kitu kingine. Amen. Sasa Mungu hataki uongee imani, anataka uishi imani. Amen. Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Huyu ni Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Maana kila amwendeaye Mungu, ndio, ni pendekezo amini kama Mungu yupo. Ni lazima, ni sharti. Amen. Ni condition. Amen. You must believe. Amen. Unatakiwa uamini God is here. Mungu yuko hapa. Amen. Na kama unaamini Mungu yuko hapa, yes, kisha anafuata anasema nini? Okay. Uwapa thawabu wale wamwendeao. Amen. Sasa unapokuja hapa asubuhi ya leo, yes, do you believe that God is here? If you believe, you will receive. Amen. Ukiamini utapokea. Amen. Tatizo inakuwa unashinda kupokea. Yes. Sikiliza, your problem, okay, is not big than God. Okay. Shida yako sio kubwa kuliko Yesu Kristo. Ni kweli. Your problem is very small. Ni kitu kadogo sana ambacho Mungu ashindi nako. Amen. Tatizo unakuza imani yako, yeah, unakuza tatizo lako kuliko Mungu aliye naye. Amen. That is the point. Yeah. Wewe unakuza shida yako. Yes. Sikiliza, ukiwa na imani unakuwa kama msela. Msela hana noma. Amen. Chakuja kiche. Lakini naamini Mungu yuko pamoja nami. Nilikuwa nasoma Kumbukumbu la Torati, nasema hivi, uendapo vitani. Yeah. Unapokwenda vitani. Yes. Hata kama adui wako, yeah, ni wengi zaidi kuliko wewe, wana silaha zaidi kuliko ya kwako. Yes. Don't worry. Usiogope. Amen. Because God is with you. Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. Amen. Hallelujah. Hata kama jitu linasimama hapa, lina pembe 25, lina meno 200, alafu linavuja damu kila kona, likikutokea hauna haja kuogopa. Amen. Hauna haja kuogopa kile daktari alichosema. Maana aliyesema sio Kristo, yeah, aliyesema ni daktari. Amen. Lakini Mungu anasema nini? Anasema tunaishi kwa kile ambacho watu wanasema. Amen. Lakini hatuishi kwa kile ambacho Mungu anasema. Amen. Na tunayafanya maisha kuwa magumu sana kwa sababu ya kutokuamini. Mungu anasema, Israel, mlipokuwa jangwani, hamkutimia imani yenu, yeah, na hamkunitii. Mungu ndo maana aliwaua jangwani. Kwa sababu gani? Yeah. Na ni heri uache Ukristo kuliko uje katika Ukristo na uamini. Amen. Ni kumsiaki Mungu. Ni kweli. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Ni heri usiombe kuliko kuomba bila kuwa na imani. You are wasting your time. Amen. Unapoteza muda wako. Amen. Tunaomba sana, lakini result ni ndogo. Ni kweli. Ni kwamba unaomba lakini una matokeo yako. Lakini hapa naomba mizimu ya kwetu. Haleluya, katika jina la Yesu. Haleluya. Shandala. Mizimu hii
huyu ugonjwa. Hallelujah. Amen. Utapona. I remember kuna kipindi moja nilipata tatizo la vidonda vya tumbo, nikaanza kutapika damu. Nilikuwa nalala kwenye mito mitatu. Unajua unapokuja katika imani usipofundishwa hata vizuri kisi ya kufunga maombi, utaumia sana. Sema amen. Amen. Nilikuwa nalala kwenye mikosa, acid ilikuwa inatoka puani. Kuna siku nimesafiri, nimefika airport, nimeshuka kwenye gari wanani drop, nikawa nashinda kunyanyua hata begi langu kwa sababu nilikuwa nikinyanyua nasikia kifua kinapasuka. Nilikuwa siwezi kula vitu vingine. Niliteseka sana. Nikienda bafuni usiku watu wanalala, mimi nilikuwa ninashindwa kulala. Nilikuwa naenda kutapika damu. Nimetibiwa na kwa ile hali nilikuwa naenda nayo mpaka leo kama nishakufa. Sema amen. Amen. Kuna siku nilipata tatizo, nilianguka, niingia ibadani. Vidonda vya tumbo vilikuwa vimenibana sana. Nimeingia ibadani kwa nimemaliza siku 40 ya kufunga. Nimeingia kwenye ibada, nikasikia kama wamenyofoa hii sehemu hapa. Nilisikia maumivu makali sana. Nilikuwa sikia kuhubiri, nikajaribu kupambana, nikasema nitaanguka madhabahuni. Niliporudi nyumbani nilifanya siku 14 siamki kitandani. Ninashindwa kula. Nilipata shida ambayo nilikuwa natapika vitu vinakuwa kama vitu vya kijani. Nilikuwa ninaanza kuoza. Jina wale barikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini nilipoanza kumtafuta Mungu, na hata hapa ninavyoambia naendelea kufunga, niko hai. Amen. Hata ukinipa kilo kadhaa ninaweza kunyanyua. Nalala flat, leo silali tena kwenye mito mingi. Amen. Nakula kila kitu, hata koka na kunywa. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Hata leta manda kunywa, hata limao leta ndakunywa. Nilipokea muujiza wao, nikamwambia Mungu, siwezi kuamini mimi naendelea kuharibikiwa namna hii. Nikaanza kukiri juu ya vidonda vya tumbo. Nikaanza kukiri. Ndugu yangu, ukitapika damu mara 2 utakuwa salama. Haujui inatoka wapi babu. Watu watakwambia kwamba tayari una kansa. Wewe unaanza kuaga dunia. Ndio maana watu wanaanza kukuua kabla ya wewe kufa. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nikaanza kumtafuta Mungu, nikaanza kukiri. Nilikuwa hata kuhubiri, nikaanza kuhubiri kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sio upako. Maana nikilalamika nasikia nachanika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nikamwambia Mungu, siwezi kuombea watu wanapona, mimi mwenyewe nisipone. Niko sawa, sema amen. Amen. Sio ndanga mlimani hapa. Tunakula vitu. Watu wenda mlimani tulikuwa tunakula vitu. Siku 10 we are there. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Siku nyingine walizimia. Sisi tulizimia. Sema amen. Yesu aliponya. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mama mmoja alikuja katoto kake, macho yake alikuwa na miaka 4. Macho yake imeharibika sana. Kana macho mekundu. Sasa ile kuchekecha naye, kupekecha macho namna hii. Sasa ikaanza kuharibu shape ya macho yake. Daktari akamwambia huyu mtoto mumdhibiti sana, asiwe na, maana kwa umri macho yake taharibika sana. Mamake akawa analia sana. Nikafika nikasema, mama, nasema hii macho unanisikiliza? Wakasema atakaa sawa mpaka akiwa na miaka 13. Nikasema, macho sikiliza, kuanzia leo unakaa sawa, umetakata, umekuwa mweupe. Anasema ana allergy huyo mtoto. You can't believe, mwezi uliopita nimeona yule mtoto macho meupe, kana watu na handsome, kazima bila condition yote. Mimi nilisema tu na nikaondoka zangu. Yaani kija kushangaza, hata mimi nilipoona yule mtoto sikujua kama ni alikuwa na macho mekundu, hata mvuta bangi ana macho namna hiyo. Amen. Na shape ya macho yake iliharibika. Hatukusema pepo ya macho toka. Kanisa tufikie level ya kuinua imani yetu. Yes. Sikiliza, acha nikwambie. That is why hapa unapokea kila kitu. Unabii uko hapa, miujiza iko hapa, neno liko hapa. Sasa unakuja kwamba imani yako ishakufa zamani. Na wakati imekufa, unatoka kwanza unaenda kuonja kwenye sufuria nyingine, sio vibaya. Umeonja, unaonja, haupati kitu. Unarudi. Unaenda unaonja, haupati kitu. Unarudi. Iko kama vile mtu unaopanda, unaanza kuchipuka, unaongoa.
unataka kupanda kwenye ardhi nyingine, unanyauka, unataka kupanda. Ndio kitu ambacho mtu mwenye imani ana misimamo. Amen. Sikiliza, acha nikwambie, sisi tunatuona hapa tunahubiri injili, tungelikuwa hatuna misimamo, hatuna imani, tulishawaacha mapema. Amen. Amen. Sema amen. Kama tushafanya nini? Shawacha. Tungeenda kuhubiri sehemu nyingine. Sema amen. Amen. Kuna sehemu nyingine ukienda unasikia panakaa utukufu. Hata kuingia kanisani unapokelewa na maua. Sema amen. Amen. Kama unabisha nikutumie picha, mimi sipostiki picha. Nikutumie picha kwenye grupu ya kanisa uone. Na gari nao nileta kanisani sio gari wewe. Nikishusha mguu kuna watu wananipokea na wamevaa suti na mabinti wana maua, wanaanza kuongea sasa, wanatoa risala. Apostle Samuel, we are happy to have you. Unasikia pala. Unapewa maua. Ushapewa maua, shemasi anakuja kwa haraka, protocol anapokea. Si mheshimiwa, hawezi kukaa na maua, anachukua maua, wanapeleka kwenye gari. Unaingia kwanza ofisini, unasaini vitabu, unapanda madhabahuni. Ukipanda madhabahuni unapewa dola. Ikija Osana unasota. Sasa tunaendelea kwa imani, we are preaching the gospel. Amen. Sema amen. Amen. Sasa tuna imani, sema amen. Amen. Si utatokomea. Amen. Si utatokomea kule unabakilia huko. Na kule si kwamba wamekuchoka. Wamekuhitaji. Ukikakata miezi 6 ukija hapa, unakuja hapa unatembea na daladala. Unakuja hapa, unatoka kwenye vietu unarudi kwenye bodaboda. Sasa sio kwamba tuna imani, we believe. Amen. Kwa sababu kila mtu ana time yake. Yeah. Na kama ukiwa mtumishi ili ubebe glory kubwa, yes, unatakiwa ushushwe chini sana. Amen. Sikiliza, hautabeba gorofa, yeah, na utaanguka. Ndio. Sikiliza, utukufu unaweza kukuua. Amen. Unajua kuna heshima ukipewa, unakufa. Amen. Sema amen. Amen. Unasimama ukihubiri, watu wanakuja wanabusu na viatu vyako. Sema amen. Amen. Sasa ukifuata kale kitu na hujakaa vizuri, unakufa. Sema amen. Amen. Mungu wa mbinguni akusaidie sana. Amen. Sasa imani ni power. Amen. Sema amen. Amen. Sikiliza, siendi mbali sana, nataka tuombe. Sasa Biblia inasema palikuwa na mwanamke mmoja, yes, ambaye alikuwa na tatizo la kutokwa na damu miaka 12. Sema amen. Amen. Sasa kitu cha kwanza, acha niseme kitu ambacho kitakusaidia. Wakati mtu anapopitia shida, anatakiwa kuwa makini sana. Amen. Unanifuata vizuri? Amen. Shida huwa inafungua milango miwili. Sema amen. Amen. Shida huwa inafungua connection. Amen. Amen. Mbaya na nzuri. Yeah. Huyu mgonjwa wenu shida alionayo, si kuna mzee mmoja yuko pale? Yes. Mkimpeleka pale atasaidika. Ule mzee naye ni mganga wa kienyeji. Ni mitishamba. Mungu na mitishamba. Ni verse gani nasema Mungu na mitishamba? Sasa katika shida usipokuwa makini sana, kuna mlango utafunguka. Amen. Na mlango ni wa kishetani. Yeah. Biblia inasema kwamba huyu mwanamke alihangaika kwa mikono ya matabibu wengi. Kweli. That was the first connection. Yeah. Ndio kwa connection yake ya kwanza. Yes. Na connection yake ya kwanza, yeah, ilimfilisi. Amen. Sema amen. Amen. Akafilisika kabisa. Dio. Akawa maskini kwa sababu ya hiyo connection. Sasa angalia shida unayopitia. Hapo. Mambo unayopitia. Ni nani ambaye yuko connected na wewe? Amen. Kuna wakati shida, hauna ndoa, hauna kazi, yeah, unaumwa, una shida. Sasa unaanza kutapatapa, unakosa mtoto, yes, unaanza kutafuta connection. Be careful. Amen. Kila connection inapokuja, pana walaji wawili. Amen. Mlaji wa kwanza ni shetani. Yeah. Maana Yesu aliposema nina kiu, kitu cha kwanza aliposema tu nina kiu, kitu cha kwanza alichokipata ni siki. Amen. Ina maana adui akijua shida ulionayo, yeah, ataleta sumu. Amen. Na hii sumu itafirisi maisha yako. Amen.
connection. Watu wengi walikufa kwa sababu ya kutafuta suluhisho. Amina. Anasema alihangaika kwenye mikono ya matabibu wengi. Unakosa mwanaume, unahangaika kwenye mikono ya vijana wengi. Utakuja kupigwa mimba. Amen. Utakuja kupata ukimwi. Amen. Utakuja kupata magonjwa itaharibu figo, kizazi chako. Kesho naolewa, hauna mtoto. Amen. Kwa sababu umekosa ndoa. Tulia. Usihangaike kwenye mikono ya wachumba wengi. Amen. Atakaye kuja kukuharibu, huwezi kumjua. Amen. Atakuharibia future. Binti akosaji wachumba wengi. Biblia inasema hivi, aliye na marafiki wengi anao kwa ajili ya uharibifu wake. Amen. Sio kwa ajili ya mafanikio, kwa uharibifu wake. Amen. Unahangaika kwenye mikono ya wachumba wengi. Amen. Nina miaka 30, ninaanza kuelekea uzeeni. Who told you? Hata wenye 40 wanaolewa. Amen. Wenye 50 wanaolewa. Amen. Na wenye 60 wanaolewa. Amen. Na inawezekana wakapata na watoto. Shida inakuja, hauamini. Nichukue hata, sikiliza. Hapana kuchukua mbadala. Nichukua hata mzee, utakuwa nesi. Mtu alishamaliza maisha yake huko, anarukaruka na mabinti. Sasa anakuja kustafia kwenye mikono yako kwa sababu una imani. Unakuwa nesi sasa. Haleluya. Unahangaika. Tulia sehemu moja. Amen. Hata una mtu ambaye ukimwita bebe anakuuliza nini? Mimi bebi wako tangu lini? Yaani mle ndani unakuwa ni jeshini. Mguu pande, shoto kulia. Utaratibu wa nyumba hii. Amtenda beach. Mwezi kuna restaurant. So tulie unaenda hata peke yako. Sema amen. Niona kufundisha vitu. Alihangaika kwenye mikono ya matabibu wengi. Amen. Lakini Mungu ni mwema. Pamoja umehangaika, atakuletea second connection. Atakuletea connection ya pili. Mungu anataka second chance. Hata kama ulifeli kwenye kanganga, kama mtu kamoja kakakupa mtoto, is not a problem. Achana na hiyo. Mungu analitaka tena new season. Atakupa kitu kingine kipya. Amen. Hata wewe brother, na wewe acha kuhangaika kwenye mikono ya mabinti wengi. Unatafuta nini? Amen. Unaangalia hii shape imekaa upande. Hii shape imekaa saa, utakuja kufa kijana. Amen. Yulidayo. Sikiliza, ni heri hata kije binti hangaika kwenye mikono ya wanaume. Wewe kitakachokuwa utaingia sehemu wakakuroga, wakakugeuza bwege, wakakulalia makaburini, wakalala na waganga kienyeji kukupata wewe, ili tuje tukutoe baba. Mimi nilishawahi kuona bwege. Mimi nimeona mabwege wengi. Kama pastor nimeona kabisa. Mtu ni engineer mkubwa sana. Ni bwege wa kutosha. Ule bwege hauheshimu hata degree zake. Anapata tenda kubwa lakini hela zote anaweka kwenye akaunti ya mke wake. Ukitaka matofali paka mama aseme. Mama aseme. Sasa mama naye anabeba zile hela, naye anashiriki na vijana. Wewe tulia sehemu moja. Amen. Hawa dada sio mahindi ambao unapima ndizi imeiva au hajaiva. Be careful. Na utaweza kuchukua dada, usikiliza, hawa wanawake wako hivi. Kuna mmoja atakupenda alafu ukamkataa. Hapo sasa mbingu isipoku. Vita ya wanawake ni mbaya. Ni heri uwe na vita na mwenzako mwanaume. Utaambia mtumishi wa Mungu Samuel, yale tulikosana baba, yale yaishi.
Sisi ni wanaume. Mimi nilikosea bwana. Nikosema bro, yaishe. Na maisha yakaendelea. Lakini wao ulimwacha akaolewa. Bado wakimbuguza mle ndani. Hii yote hii ni kibakuli. Utalaniwa. Mbona nisikia nyinyi vijana? Bless. Kama haujawa na wakati wako, tulie. Utakuja kufa. Watakuroga brother. Na kwa bahati mbaya ulishiriki na tendo la ndoa. Baba yake ni mganga wa kienyeji. Mjomba wake anaishi Sumbawanga. Kwenye maisha tulia. Amen. Kaa sehemu moja. Amen. Kutulia sio ujinga, ni hekima. Yeah. Na nyinyi wakaka, usipimake hata siku moja kumwambia dada I love you. Akikwambia brother kibakuli I love you, mwambie sana nashukuru bwana. Ukirudisha yeye aoni kama ni I love you ya kaka na dada. Yeye tayari amejenga nyumba Masaki mkiwa wawili. Anaona mkiwa na watoto, mkienda beach ya Kokovichi, yeye tayari ile I love you anaona mkiwa hapa Osana. Mnaingia wawili wawili sasa Mrs. and Mrs. mkae hapa. Anaviona kwa ile I love you. Sasa wewe usisubutu kufanya hivyo. Ni kaneno kadogo kataleta shida. Na ukimwona dada anakupa zawadi nyingi, umuulize dada, hii zawadi ni za nini? Umuulize dada, hii ni bwana amekuelekeza uniletee. Mwambie ukweli. Mimi sipokee zawadi zako. Kesho usije ukasema alikula zawadi zangu nyingi. Na wewe mkaka, usipeleke zawadi kwa mdada. Unapeleka mazawadi ya usemi. Kisha kesho amekugeuka ulisema talk. Na kama unashinda kutoka, uje tuambie tutoke kwa nafasi yako. Sema amen. China wale warike. Kama wewe unashinda kusema we are here. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya kuongea. Tutaongea. Nataka kukubali. Sema amen. Hallelujah. Ndio vita inatoka makanisani. Amekula zawadi na hata laaniwa. Ulimpa kama kaka yako. Ulimpa kama dada yako au kumwambia unampenda. Na anapokea tu, si ni kaka yake wa kanisani. Na hata unapokeaje tu. Umuulize kaka, mbona anapokea zawadi nyingi kulikoni? Akisema ni dada za okay, unasema ni hakuna ushirika wa uchumba. Mwambie, unajua ukisema ukweli utakuwa huru. Connection ya kwanza ilimfilisi udada. Watu wengi waliharibikiwa kwa sababu ya kutafuta suluhisho. Usitafute suluhisho nje ya Kristo. Amen. Sasa Biblia inasema kwamba wakati alikuwa akiendelea kuteseka, amefilisika na kitu chochote. Okay. Situation ndio ilikuwa ya kawaida kwa sababu kulingana na sheria ya Musa, mtu anayetoka na damu astahili kugusa mtu. Amen. Kile kitu atakalia. Yeyote atakachokuja kukalia atakuwa najisi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kama ulikuwa na mume utakuwa na mume tena? Hapana. Marafiki utakuwa nao tena? Hapana. Watu watakimbia. Ni kweli. Sasa Biblia inasema nini? Akasikia habari ya nani? Ya Kristo Yesu. Yesu Kristo. Hapa ndo nataka ni vipengele vile nataka niseme kimoja tu. Akasikia habari ya nini? Ya Yesu Kristo. Alisikia habari ya mganga wa kienyeji? Hapana. Maana kuna watu wanaingia makanisani lakini wana namba 20 ya waganga wa kienyeji. Ndio. Mganga wa Ukerewe. Napenda sana kaka jina. Inabidi siku moja niende hapa Ukerewe. Maana kuna siku moja nilikuwa na line ya nini? Nilikuwa na line ya Airtel. Wanasema mama kama mama nani, mama kama nyanani hivi. Mama anayesafisha nyota kutoka Ukerewe. Sasa inabidi kwanza nasikia Ukerewe kuna uchana. Napenda siku moja niende kwanza Ukerewe. Una namba za Ukerewe, una namba za Sumbawanga, una namba za Tanga, una namba za Kigoma mwisho wa reli. Una namba za Tabora. Sasa hizi zote zinafuata nini kwenye simu ya mtoto wa Mungu?
Ukitaka kupata suluhisho, tafutia ndani ya Yesu Kristo. That's true. Pale utakuwa salama katika kila kitu unachokitafuta. Amen. Amen. Sasa Biblia inasema nini? Akasikia habari ya Yesu Kristo. Yeah. Ina maana kitu cha kwanza kinachosababisha imani yako inazaa vitu ni kusikia. Amen. Masikio yako inasikia nini? Come on. Tuna masikio ya watu ni masikio ya kuwasha. Preach. Masikio ya kimbea. Amen. Hawataki kusikia habari ya Yesu Kristo. Yes. They are there kusikia habari za watu. Amen. Hey, unasikia fulani amekwisha. Fulani mwaka huu. Sikiliza, mtu akikuletea maneno ya watu, fukuza. Amen. Na usimpe chakula. Amen. Kuna mtu mmoja nikamwambia pastor, ametoka enda kuomba msaada sehemu. Amenichafua. Amechafua Pastor Shukuru. Amechafua Pastor Emmanuel. Nikikumbuka gisi hao watu walikuwa wanasafa kumsaidia, nikajiuliza, hii dunia nayo ni ajabu. Tunaingia na Pastor Shukuru, hatutamuuliza na tutamwambia chochote. Haleluya. Amen. Ule uchafu aliosema kwa wale watu, ina maana wale watu wasingelikuwa na Mungu, hata kusemeshana tusingelisemeshana nao. Haleluya. Amen. Amen. Ukiona mtu anakuja kwako kuomba msaada na jina la mtu, timua. Amen. Unajua Daudi alipoingia kwenye shamba la vita, akaingia akasikia kuna uvumi. Akauliza, vipi? Kuna jitu limeinuka hapa. Yeah. Ni siku 40 linatoka asubuhi linatukana linarudi nyuma. Na jeshi la Israeli wote wamekimbia. Na mfalme mwenyewe Sauli amejificha. Sasa hapa kuna deal. Wanatafuta tu mtu mmoja tu. Atakayepiga ule jitu. Ndio. Atapewa. Amen. Zawadi. Zawadi gani? Atapewa mke. Na mke ni mtoto wa mfalme. Amen. Daudi akasema, na ushamba wangu wote nipate mtoto wa rais. Na nini sana, na familia yake itapewa heshima sana katika Israeli. Na kodi watafuta. Daudi akasema, haya ndo mambo haya. Kaka yake wakaja, akawapelekea mzigo alipewa na baba yake. Amen. Kaka yake wakaanza kuongea mambo ya kimbea. Umefuata nini hapa? Ndio. Si baba amenituma niletee chakula. Kwa nini unasikiliza maneno ya wale watu? Wewe tunajua ni mbea. Umekuja hapa kuchunguza. Akasema nikiendelea kusikiliza hawa nitaharibu mambo yangu, nitaharibu imani yangu. Daudi akaachana nao. Akaenda, sema amen. Amen. Akaenda akasikiliza, mlisemaje? Akasema mimi niko tayari. Wakampeleka kwa mfalme. Kaka yake akasema tunajua wewe ni mbea. Sikiliza, mtu asikukatishe tamaa ya kwenda mbali. Amen. Mtu asiongee vitu vitaharibu imani yako. Amen. Daudi alipofika mbele ya Sauli akaanza kumwambia maneno yake. Yeah. Akamwambia hivi, sikiliza wewe kijana. Huyu mtu ambaye anataka kupigana naye, huyu mtu ni mtu ameanza vita tangu kuzaliwa. Amen. Sio askari wa leo, anaanza kumpa CV ya Goliath ili kumkatisha tamaa. Daudi akasema, stop mzee, sikiliza, msivunjike moyo kwa ajili ya huyu. Nilipokuwa porini niliua simba na dubu, na yule Mungu aliyeniokoa katika mikono ya simba na dubu ndio huyu Mungu ambaye ataniokoa katika mikono ya huyu mtu asiyetahiriwa. Amen. Wakampa magwanda. Sikiliza, watu wasikupe mbinu za kidunia ili kufanikiwa. Yes. Wao wamezitumia, wamefeli. Amen. Yes, Sauli kama yangemsaidia, kwa nini asiende kupigana? Amen. Kama yanasaidia, kwa nini hajayatumia? Yeah. Kuna watu wanataka kufanyia experience kwenye maisha yako. Don't allow them to play with your life. Amen. Usiwaruhusu wacheze na maisha yako. Amen. Daudi akavua akaweka pembeni. Akasema mimi nguvu yangu ni jiwe. Mimi nguvu yangu ni mwamba. Yes. Atakayemaliza au ni Yesu peke yake. Amen. Mimi sitatumia mbinu za kidunia. Maana nyinyi mmetumia, mmeshindwa. Aliyeniokoa kwenye mikono ya huyu mtu ndiye atakayeniokoa kwenye mikono mtu asiyetahiriwa. Akashuka kwenye maji. Akachukua mawe 5, lakini akatumiwa jiwe ni moja. Amen. Muujiza wowote katika Kristo unaanza katika kusikia. Come on. Na unasikia nini? Amen. Usikubali kusikia habari ya watu waliokufa. Ni kweli. Unaona ugonjwa ulionao, ulimuaga fulani. Huyu ugonjwa ulionao, ndio uko pale. Ndio watu wanafia usiku wanajifia wenyewe. Kwa sababu wamesikia ujinga mwingi. Amen. Unajua
kuna watu wengi walikufa usiku bila kuumwa. Walicheua. Wakacheua. Kumbe ni mwa fulani. Watoto wangu. Mtu analia usiku, unashangaa mtu alijifia mwenyewe. Tena shetani anaongea kwenye moyo. Atakuja atakwambia wewe ndo nani? Kwanza wewe una imani. Wewe utakufa tu na watoto wako. Sasa ndio siku moja ile pepo ilimvamia, nikamwambia naona roho ya mmoja za kaka. Nikianza kwenda kazini naambia wewe unapinduka na gari. Watoto wako tunarudisha Afrika. Sasa ilimsonga. Watu wengi wanaharibikiwa pastor, huwa wanaongelewa ndani. Kuna mambo yanaongea, wewe utatoboa kweli? Sikiliza, sio hata wewe, hata sisi mapastors. Amen. Kuna wakati tu unasikia kanaongea. Amen. Kisha anambia tangu lianzaka ni leo. Nimwambia watu wangapi? Umepata nini? Unasikia vitu unakaa tu pembeni, unasikia tu unaanza kumomonyoka taratibu. Katofali kama moja anaanguka kabam. Kapili kanaanguka kabam. Kama nianze biashara. Kwa chini basi kwa nasema ukweli. Amen. Wewe ni nani usiongelewe na shetani kwenye moyo wako? Sasa Daudi akasema kilichomwokoa Daudi, alisema sikiliza, ukitaka kumshinda shetani vuta hata kamuujiza kamoja ulikaonaka kwenye maisha yako, kata kusaidia, kata kuokoa. Amen. Sema ile siku nilikuwa na pepo linifanya mguu kapinda, nilipofika kanisani niliponiambia nikapone, maana yule Mungu sana angali hai. Basi inaokoa maisha yako. Amen. Nilikuwa na shida, nikapiga magoti nikaomba, nilikuwa nahitaji 200,000. Mungu akanipa mtu mmoja, maana hata milioni ile tu ina change maisha yako. Amen. Muujiza wowote, imani yoyote inaanzaka na neno. Amen. Ndio maana Warumi 10 nasema imani uja kwa kusikia. Haijaishia pale. Na huko kusikia sio kwa kusikia umbea, ni kusikia neno la Mungu. Acha niseme na kanisa wakati huu, futa wambea wote kwenye akili yako. Amen. Sikiliza, kama mtu anakuja kwako asipoongea fact, mwambie tunaachia hapa. Amen. Kila unachokisikia ndicho unachokuwa. Ukisikia umbea sana utakuwa mbea. Ukisikia habari ya kufa utakufa. Ukisikia habari ya umaskini utakuwa maskini. Ukisikia habari ya kuharibikiwa utaharibikiwa. Usiruhusu masikio yako kusikia vitu ambavyo sio chanya. Maana imani haiji kwa maneno ya watu. Imani inakuja kwa neno la Mungu. Kama Mungu anasema sitakufa nitaishi, hata kama nikipita kwenye bonde la uvuli wa mauti nitachomoka, kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Amen. Hata kama nikipata maono ya watu 20 wanasema tunaona umekufa, tunakuweka kwenye jeneza, Biblia inasema nini? Biblia inasema nini kwa ajili ya hiyo? Mwivi achi bure ili achinje, haribu na kuiba, lakini yeye amekuja ili iwe na uzima, nao ni uzima tele. Na ngangana na neno nasema nitaishi kwa uzima tele. Nakaa hapo najenga kibanda hapo. Sitatoka hapo. Biblia inasema niko kupigwa kwake mimi nitapona. Mimi nabaki hapa. Hata mguu umepinda nabaki hapa. Na wapili ukipinda nabaki hapa. Yawezekana naendelea kuharibikiwa ili atakapofanya dunia ishangae. Power. Baki hapo. Huyu mama alisikia. Preach. Umesikia nini? Come on. Nenda kumaliza message yangu. Umesikia nini mwaka huu? Come on, daddy. Hii ni nusu mwaka ingine tumeanza. Umesikia nini tangu Januari mpaka mwezi huu wa 6? Huu ni mwezi mwingine mpya. Hii ni wiki ya pili ya mwezi mpya. Tunahitimisha leo. Umesikia nini katika mwaka huu? Mwambie mwenzako nina format ujinga wote niliosikia. Ninaanza kusikia mambo mapya. Nitachagua cha kusikia. Mwambie mwenzako chagua vya kusikia. Chagua vya kusikia. Sema sikiliza, kama uko maskini don't talk. Don't talk with poor. Talk na watu wenye fedha. Wataongea habari ya fedha, wataongea habari ya mafanikio, na ile habari kishaingia itabadilisha shepu yako. Biblia inasema dunia ilikuwa ukiwa na utupu, lakini Mungu akasema na hiki kiwe. Hata kama nikiwa ukiwa na utupu, kitakachosema kitaumba kitu. Unaumbiwa nini asubuhi ya leo? Nini imeumbika ndani yako? Na ile imani aliposikia kile alichokisikia kilifungua macho yake. Kilifungua macho yake. Akaanza
kuona uponyaji kabla ya kupona. Akasema nitaenda, nitaligusa vazi nami nitapokea uponyaji. Hakuna muujiza bila kuona. Usichokiona huwezi kukipata. Maana imeandikwa, kilichofunuliwa ni cha kwetu, kisichofunuliwa ni cha Mungu. Umeona nini? Yesu akamuuliza yule mtu, umeona nini? Akasema naona watu kama miti. Wao unaona mapicha picha. Wao unaona watu kama miti. You must see clearly. Mambo ya Mungu ni full HD. Sio kama zile TV za zamani, umeme ukishuka watu wanaanza kucheza wenyewe. Mambo zile TV za zamani, umeme ukipungua watu wanaanza kukata wenyewe. No, Mungu ni HD. Hizi TV za leo hata umeme upungue inaonyesha clearly. Unaona nini? Akasema nitaenda, nitaligusa vazi na ikatokea kama alivyosema moyoni mwake. Kile unachokia, speak your vision. Speak what you see. Sema unachokiona. Tell them mimi ni tajiri. Hata kama I believe, mimi naona ni tajiri. Wewe mnaona mimi ni poor. I'm not poor. I'm a rich man. Hata mkikataa, kesho mtashuhudia. Mimi sitaharibikiwa. Hata kama naishi katika uharibifu, there is a God of restoration. Hata kama nimepungukiwa, kuna mtu anaitwa Yehova Ire. I will prophesy upon my life. Power. Nimeishia hapo. Power. Tuendelee kidogo. Ndio. Sikiliza, kile unachokiona ndicho utakachokuwa. Unaona nini Hosana? Unaona umaskini. Mungu akamwangalia Ibrahimu akasema nitakubariki, nitakufanya kwa baba mataifa. Ibrahimu akamwambia Mungu, sina mtoto, nina Eliezeri. Mungu akasema hapana, huyu anaona mapicha picha. Akamchukua akamtoa nje, akampeleka nje, akamwambia angalia juu. God changed the vision. Alikuwa anaona Eliezeri, akaanza kuona nyota. Akaanza kuona watoto nyota. Sikiliza, Mungu imani yako ibadilishe kuona. Don't speak about what you are living. Don't speak what you are passing through. Sema kile unachokihitaji. Sema ndoa. Even you don't have. Kwa sababu tuna ile roho ya imani, tumesema. Na kwa sababu imeandikwa, tunaongea. Imani inaongea. Unaongea nini? Ongea kile Biblia, maana alisema moyoni mwake, nitaenda, nitaligusa vazi nami nitapokea uponyaji. Pamoja, sikiliza, kila vision na upinzani. Kila unachokiona kitapingwa. Yusufu alisema naona mnainamia. Walimpinga mpaka wakamuuza. Pamoja na upinzani, baki katika kile unachokiona. Wao wanaona umaskini, mimi naona tajiri. Tell them kesho nitahitaji msaada kwangu. Hata wakwambia wewe ni mbuzi tu, unasema I'm not a goat. Mimi ni msaada wenu. Mimi nitafuta aibu yenu. Mwambie baba yako, baba wewe utajivunia mimi. Anasema toka mvuta bangi, sasa huyu mvuta bangi ndo atakabadilisha maisha yako. I remember baba yangu alikuwa anasema najuta kuwa na mtu kama wewe. Hii ni maono ya baba yangu. Aliona kitoto kimoja kitukutu kisichokuwa na masikio, lakini mbingu ikaona apostle. Amina. Sema amen. Angelikuwepo leo ule mzee. Angelikuwepo leo ule mzee. Angekuwepo ule mzee. Mama, badilisha maono juu ya mwanao. Akija mwambie kijana wangu mzuri manager. Usimwite cha pombe. Utaona pombe. Haujawahi kuona, utaona pombe. Pombe zinatofautiana viwango. Utaona pombe. Sasa wakati imani na upinzani, kuna kuja kitu cha tatu ndani ya imani. Imani inadumu. Kudumu ni kubaki at the same position. Wakatae, niko pale. Wakubali, niko pale. Kaka zake Yusufu walikataa, walipinga, wakamuuza. Lakini yeye alibaki pale pale. At the hand time, walianguka kwenye miguu yake. Sikiliza, sema kitu, sema amen. Sema kile unachokiona. Ili pawe na washuhuda. Ongea. Waambie mimi nitashangaza hii dunia.
mimi ndo nitakuwa mtumishi ambaye Pastor Shukuru atajivunia kuwa na mtoto kama mimi. Amen. Mimi nitahubiri mataifa nikibeba Osana. Amen. Hata kama hujawahi kupita madhabahuni. Yeah. Watacheka. Amen. I remember one day kanisani kwa tunamalizia hapa. Nilikuwa tu kwenye maombi ya waombezi, tunaanza kufanya usafi, nikapanda kwenye madhabahu naigiza. Pale tulikuwa tuanza kuhubiri. Nikasema itafika siku moja. Pale hata pepo nilikuwa sianza kutoa, itafika siku moja. Mimi Samuel nitasimama kwenye madhabahu nasema receive. Watu watadondoka mbele kwa watu wakasema ndoto ya kipofu. Walicheka sana. Mwisho nikasikia ndani, lakini kisha nikajitia mbona. Nikasema kwanza wewe dada, wewe ndio utakao wa kwanza kupokea powers. Yeah! Wewe Samuel umekuja kwa nini unakufundisha imani? Nikasema kufundisha imani is not the problem. Hata mama anazaka mtoto msomi kuliko yeye. Akasema potelea mbali. Siku moja tunaanza kuhubiri, wakasema baba akasafiri. Kama Pastor Shukuru anatoka ananiambia anampatia Pastor Mtima utabakia na kanisa. Pastor Mtima anaangalia Ezekiel utahubiri kesho. Mimi nikapewa madhabahu. Nikahubiri pale vyangu pale nikafika vinanivuruga nikaacha sema simameni tuombe Bwana. Watu waliposimama nikainua mkono nikasema nilikuwa nakamwambia kama sisi nimekaa chaje. Mimi nikarudi kalikuwa hata upako. Kanasema Bwana Mungu wangu ninakupenda umefa. Nikaimba vile vina kisauti changu kile kibaya kile. Watu wanaitikia. Nikasema ninamsikia Bwana. Namsikia Mungu wa baba yangu yuko hapa. Simama. Nikasema take it. Nikaona watu kaka chini. Yule dada alinifundisha imani, alikuwa ananifundisha imani, hajawahi kunena kwa lugha. Na anataka kuhubiri injili anarudi ajanena. Hiyo siku akawa kwanza kama gloria. Nikasema msaidie huyo. Msaidie kabisa. Pokea tena. Mpaka leo wananiita baba. Mtoto wa baba yangu. Hata kikomenti kwenye Facebook, baba mtoto aliremember hiyo. Alipinga maono, bali ilitokea. Speak your vision. Amen. Sema unachokisikia. Amen. Wewe ongea tu. Oh, yes. Wakatae. Wasipokata imani mesa kwa sababu tuna ile roho ya imani. Ndio maana tunafanya nini? Tunasema. Amen. Wenye imani wanasema. Amen. Na kwa mwisho aliligusa vazi. Nguvu ya imani ni kuingia katika matendo. Amen. Sema amen. Amen. Hauna leseni unaenda kulizia bei ya gari. Hauna kazi unaenda kulizia bei ya ploti. Na unaambia yule jamaa hiki kiwanja hakitanunua mtu mwingine. Mimi ndo nakuja kununua. Anatafuta wateja. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne hawanunui. Paka siku nakuja kupata mpunga. Unafika kwa hiki kiwanja kimechelewa sana. Hapa nataka hata wa bei ndogo tu achukue. Unataka ngapi? Nilikuwa nauza milioni 25. Lakini pata 7 anaweza kuchukua. 5 ipo. Kwa shida milioni chukua. Kila kitu kinakutii, sema amen. Amen. Kuna siku moja nilipita kwenye kaduka kamoja, nikaona kashati kamoja kazuri kakaki, nikasema kashati singekauka sina hela. Nikasema wewe shati nitakuja kukununua. Wewe ni wako wangu, nitakuja kukununua. Wewe nakununua. Nikaenda paka ndani nikagusa, ilikuwa kwenye kio, nikaja paka ndani ya duka. Shati yangu hii. Una Dodoma pale kwenye Grand Hotel pale Dodoma pale kwenye Nyerere Square. Kuna duka moja na pale kwenye Grand Hotel. Pale duka liko pale. Watu wa Mungu nikasahau. Nikapita baada ya miezi mitatu nakakuta ile kashati kako pale. Kana subiri sasa mimi nikakaona sikapendi tena. Nikaenda kukaachilia. Nikasema nunuliwa. Sikupendi tena. Na niko madhabahuni kwa Mungu, sema amen. Niko kwenye madhabahu ya Mungu. Niliposema nunuliwa, wiki iliyopita kakachomoka. Nikasema kumbe tunapoteza vitu kwa sababu hatuna imani. Hatuna wende kwenye plot unaoitaka hata hapa Sinza. Sema plot yangu hii hapa. Nitainunua na hakuna mtu mwingine, hii ni ya kwangu. Wewe plot unasikia?
mimi Samuel Lumbu nitakununua wewe. Unanisikia? Hata ipite miaka 10 wewe ni wa kwangu. Watatafuta wateja. Wataenda kwa waganga wa kienyeji wauze. Haitanunulika. Mpaka siku wewe mwenye plot unakuja kuchukua plot yako. Mungu aliye mbinguni afanye nini? Akubariki. Amen. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo niumbie roho ya imani. Niumbie roho ya imani. Sikiza, nataka nifanye na maombi matatu. Ombi la kwanza, nataka umwambie Mungu akumbie roho ya imani. Sema amen. Amen. Ombi la pili, nataka tuombe nguvu za Roho Mtakatifu zitembee katika maisha yetu. Na ombi la tatu, tutende imani. Kama uliingia na ugonjwa, upotee. Amen. Kama uliingia na shida, jibiwa. Amen. Sema amen. Amen. Sikiliza, kabla tuanze maombi, tuna maombi tutakuwa nao mwezi wa 9. Mwezi wa 9 ni mwezi wa kuzaa, ni namba 9, namba yenye power. Tutafunga 21 days. Usiku na mchana. Anza kujiandaa. Na pia tutatengeneza kamati ya kusupport hiyo maombi. Maana tutaita watumishi wengine mbalimbali waje waseme tu maombi imani, maombi imani, maombi imani. Tutasimamia hiyo maombi siku 21 tutakuwa madhabahuni. Wa usiku watakuwepo, ibada ile ya jioni saa 2 mpaka saa 1:30 tunaendelea kuomba. Maana yake tunataka, sikiliza, Biblia inasema wanawake wako tayari kujifungua lakini wamepungukiwa na nini? Na nguvu. Maana you are about to deliver a baby, unataka kuzaa mtoto lakini unakosa nguvu ya kupush. Tutaitafuta hiyo nguvu katika siku 21. Tutakapa kwenye madhabahu na tutatengeneza kamati Jumapili inayokuja. Tutatengeneza kamati support vitu vya hivi kwa fedha yako. Maana tutaita watumishi wengine waje, hata anakuja siku moja anasema imani, anasema maombi. Lakini tutaleta training kwanza, wiki ya kwanza tutafundisha the way tutakavyo proceed na hiyo maombi, na tutaleta ka kitabu katafundisha kuhusu maombi ambao utakanunua ili kawe kama mwongozo kwa ile maombi ya siku 21. Na tumeanza kuandika, maana itakuwa ni maombi ambao hata na ndugu zako wakaribishe. Ni siku, maana ukitoka kwenye ile 21 days uwe na ushuhuda. Haleluya. Maana tutakupa mwezi mmoja kujiandaa. Mwezi wa 4 unajiandaa, mwezi wa 8 unajiandaa, ili mwezi wa 9 hapa usana usiku na mchana. Tunataka tutoke hapa na majibu ya makubwa sana. Wakuolewa waolewe, wagonjwa wapone, watumishi watoke, watu wapokee karama za Roho, watu wajazwe. Hapa ni mwezi, na tutaiandaa sisi watumishi, tutaiandaa kwanza, tunaenda kuifungia. Mwezi wa 9 ni mwezi wa maombi. Tutaanza kutangaza kwenye mitandao, tutazungumzia, tutapiga kelele. Ni milango ifungulike kwa watu wote wa madhehebu yote. Vipawa vitafanya kazi. Watu wataongozwa na Roho Mtakatifu. Watu watafunguliwa mapepo ya miaka. Tutapata muda kufanya counseling. Kama una majini, kama una mizimu, kama una mapepo ya aina gani, kama una madhabahu, sisi tumepewa nguvu ya kuvunja madhabahu. Tutakuombea. Ni mwezi wa 9, ujiandae. Tutatengeneza kamati. Tunataka kwenye kamati watu wakuja kusupport. Sio kama una support vitu vingine. Mwezi wa 9. Haleluya. Mwambie mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Mwambie mwezi wa 9. Na kama utafanya harusi mwezi wa 9 umepata neema. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niumbie roho ya imani. Niumbie roho ya imani. Ondoa mashaka ndani yangu. Ondoa mashaka ndani. Nipe uwezo. Nipe uwezo wa kudhibiti maneno hasi. Wa kudhibiti maneno hasi. Inaosema na moyo wangu. Unaosema na moyo wangu. Ni disconnect na watu wa kuniharibia imani yangu. Ni disconnect na watu wa kuniharibia imani yangu. Acha nikwambie kitu. Hata kama ni mshirika mwingine yuko hapa, anakongeleshaka mambo ya kuharibu imani yako, ubaki kaka yako, usiende naye deep sana. Dada yako, kaka yako, uongee mambo mengine. Lakini akianza kugusa kitu kinaitwa imani yako, mwambie tusiende huko. Mwambie vitu vingine, ili usiharibikiwe na imani yako. Na kwa hii miezi yote endelea kusikia vitu vya imani. Hata kama utasikia mahubiri hapa kwetu, tafuta mhubiri anayezungumzia imani. Jijenge katika imani. Sema Bwana Yesu,
Bwana Yesu, asubuhi ya leo asubuhi ya leo niumbie roho ya imani uniumbie roho ya kwa imani jina la Yesu Kristo. katika jina la Yesu. Nipe imani, Nipe imani, nitembee kwa imani, nitembee kwa imani, niwe mtu mwenye imani. niwe mtu mwenye imani. Maisha yangu, Maisha yangu, mashaka yaondoke, mashaka yaondoke, woga uondoke, uoga uondoke, nisimame imara, nisimame imara, uchungu uondoke uchungu uondoke, kwa jina la Yesu Kristo. katika jina la Yesu. Karibu kwa maombi yako. Paza sauti yako. Simama, simama, simama.